wakuabudiwa ni wewe, wakupewa sifa au utukufu na heshima ni wewe, mwenye nguvu na uweza ni wewe. Imba ni wewe Bwana, ni wewe, wakuabudiwa ni wewe, ni wewe, wakuabudiwa ni wewe, wakupewa sifa, wakupewa sifa na utukufu na heshima ni wewe, mwenye nguvu na uweza ni wewe. Oh, ni wewe, ni wewe, wakuabudiwa ni wewe. Inua mikono yako mwambie ni wewe Yesu, ni wewe, wakuabudiwa ni wewe, wakupewa sifa na utukufu na heshima ni wewe, mwenye nguvu na uweza ni wewe. Imba ni wewe Bwana, ni wewe, wakuabudiwa ni wewe. Mwambie ni wewe Bwana, ni wewe, wakuabudiwa ni wewe, wakupewa sifa, wakupewa sifa na utukufu na heshima ni wewe, mwenye nguvu na uweza ni wewe. Oh, wakupewa sifa, wakupewa sifa na utukufu na heshima ni wewe, mwenye nguvu na uweza ni wewe. Thank you Jesus. Baba, tunakuabudu, tunakushukuru maana wewe ni Mungu mwenye uwezo. Asante kwa kutuwezesha, kutufanikisha na kutufaulisha katika siku hii ya leo. Ninakuomba Baba ukaweze kumtumia mtumishi wako, ukawatumia watu wako hapa kuwafundisha na kuwaelekeza katika maelekezo yako. Wafungue vinywa vyao, wafungue fikra zao, wafungue nyoyo zao, wakaweze kujua, kusikia. Na kuomba Baba ukanitumie kama chombo cha nikafikishe neno lako kulingana na makusudio na mipango yako. Niwezeshe Baba nikaweza kuzungumza pekee lile neno ulilonituma nikakuja kuzungumza hapa. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Mpigieni Yesu makofi na muweze kuketi chini. Asante sana. Nataka kuchukua fursa hii kumuita mketi, kusikue mtu, usiketi kwenye kiti ambacho mbele hakuna mtu. Viti vyote vya mbele vikaliwe. Viti vyote, kiti kilicho mbele yako kikaweze kukaliwa, ndio tuweze kuwa pamoja. If there is a seat in front of you, just occupy it. It is meant for you. If there is a seat here in front of you, it is meant for you. Ilitengenezwa kwa sababu yako. Mzekialie, I think tulisema wazee wakae pandi. Sijui ni kwa nini unapendanga kubadilisha maneno. Tukisema kitu acha itimike na ikuwe ni hivyo. Asante. Hizo zingine zipangwe. Mbona mmekunja zile zingine? Zote zipangwe. Waingo. Hao wote warudi pande. Hao wako nyuma wote waende that side. Thank you. Yes. Ningetaka kuwashukuru. Jana tulikuwa na ibada maalum ya wana youth na nilishukuru, ingawaje siku participate sana, lakini niliambiwa ilikuwa nzuri. The presence of God was there and the whole thing went well.
Kama wewe ni mgeni hapa, inua mkono juu. Mgeni kabisa, siku yako ya kwanza kufika, siku yako ya kwanza kabisa, haujawahi shiriki na sisi, keti kwenye hiki kiti. Ama kuna mtu hapa? Mm? Mm. Kwa hivyo wewe si mgeni. Nasema wewe ni mgeni. Ongea tu. Maisha magumu imenitesa kwa maisha. Mnombe ulevi sana imenisumbua kwa maisha. Na kitu ya kwanza naomba kama kitabu cha Warumi 14, Romans 14 ufungue kitabu. Naomba kama kwa nao ufungue. Sema tu tutashika. Inasema receive one who is weak in faith. I'm the weak in faith. But kwa Mungu niko tayari kusimama. Bwana asifiwe kanisa. Bwana asifiwe tena. Na in the book of Psalms 22 verse 1. My God, I'm crying night and day, but not answer me, my God. Why are you far for help me, my God? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Before nihubiri, wimbo tu moja hapo nikae chini. Ngoja before uhubiri. Before ukwadi utahubiri. Wimbo tu moja kwanza, wimbo tu moja. Ngoja, wacha kiherehere. Baba, tulia. Nilitaka kujua kama kuna mtu ni mgeni. Excuse me. Yes. Thank you. Enda uketi chini. Tutazungumza na wewe baadaye. Nani mwingine ambaye ni mgeni? Ulikuwa umeinua mkono huyu? Aya, mpatie huyu, mshikie microphone. Mkondiro anataka kumuona. Kwa hivyo mweke mahali Mkondiro atamuona. Hapo Mkondiro amuone, mweke huko. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Maina wa Johona, nimeokoka na mpenda Bwana. Nimeshiriki kwa mara ya kwanza hapa, nimealikwa na ndugu hapa. Good. Mpigieni Elda makofi. Umeona? Kuna mwingine? Kuna mwingine? Kuna mtu alikuwa amepotea, umerudi? Kwa muda hatujakuona, labda ulikuwa safarini. Is there anybody? Yes. Asimame tu hapo, Mkondiro atamuona. Bwana asifiwe. Kwa majina Elvin. Mimi siku yangu ya kwanza nimeokoka. Kwa ni kushiriki pamoja nanyi. Amen. Barikiwe. Another one. Huyo wako nyuma yako alikuwa wapi? Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ni Dan. Nashukuru Mungu amenilinda those days, na I was at home. Sina ubaya yote. Ulituhama kwa nini? Mimi sijahama. Yeah. Umekuwa wapi? Na imekujaje umekuja na umevamia, umefukuza mwenye hapo? Umekalia. Okay, sijakuwa nanyi kwa muda. Na nilikuwa tu nyumbani, sijahama. Na jana nilikuwa kwa service ya youth. Yeah. Alafu nikaalikwa leo. Haya, uketi chini na wazee. Kanisa iliko na wazee, utaketi chini na wazee. Watakuhoji kidogo. Sawa. Si ndio? Bwana asifiwe sana. Habari yako? Bwana asifiwe. Amen. Leo tunataka kuangazia kuna mambo mawili matatu Mungu ameweka ndani yangu. Pia ningeomba kanisa, sijui tulikosa hiyo watu welfare, department ya welfare. Imeregea kabisa kwa sababu tumekuwa na two issues. Tumekuwa na issue ya mzee Kiarie amekuwa hospitalini na sikuona watu wa welfare. I think hatuna na I'm going to make that today, rectify today. Tupate watu ambao watasimamia department ya welfare. Sijui kama mzee
Utaweza hiyo welfare, pande ya welfare. Eh? Yes. Thank you. Take over. No, hata welfare. Nazungumza na wewe. Yeah? Yes, mutakaa chini na huyo. Nitawaelezea meaning ya welfare ni nini. Tuko na Rufina ako hospitalini na mtoto wake ni mgonjwa. Na it is unfair for us kuwa mshirika wetu ako hospitalini and nobody can visit. Hata kuuliza, hata viongozi ni wa grupu yenu ya asubuhi. I've never had for 2 weeks, 3 weeks Rufina hajakuja, but you watatu wewe na Karo na Koki, you don't even care. Hamujajiuliza kuuliza mtu wetu alienda wapi. Hata kuuliza, hata kuniuliza mimi Rufina hatumuoni. You just decided to keep off of it, and that is very wrong. Church is about the welfare. Welfare is very important. Kutaka kujulia yule mtu mwingine yako aje. Mzekialie roho yake ilikuwa imeanza kusimama. Alinipigia simu nikamsaidia kaenda hospitalini. Mzekialie, mupatie microphone tuone kama ameweza kuongea. Najua alikuwa anaongea ni kama ako ndani ya shimo. Bwana asifiwe. Mungu ni mwema sababu amenirudisha. Roho ilikuwa imeleta shida kidogo, lakini naye Mungu walikupima. Walinipima. Ikajulikana ni nini? Ikajulikana bado wakasema Tuesday. Ndio watanipatia ripoti yangu vile iko. Lakini nafikiri hapa ndio hospitali kuu. Na ndio sababu nimejikaza. Nikasema lazima nikuje. Ukikuja hapo sababu Yesu ndio daktari. Ukikuja ulitoka wapi? Nitoka Banana. Bas. Huko ndio nataka ukae. Nimetoka Banana leo. Huko utoke kwa ruhusa yangu. Yeah. Nisikusikie Kayole. Yeah. Banana ukae. Nitaka huko. Huko utoke kwa ruhusa ya. Unipigie simu siku unataka kutoka. Umenielewa? Nimekuelewa. Wewe ni mzee sasa, si mzee wa kukaa kwa mitaa huko. Unakosa mpaka mtu wa kukupikia chai na mama yuko huko na watoto wako huko atakulinda. Angalia leo venye umekuja kama wewe msafi. Very smart. Vijana wote nataka wateremke. Wote watoke huko. Wewe ubaki na mama. Mukakorogane na mama huko. Siniguo. Nego gwakira nyumba. Ndiragurire mabati 30 ni undu waku. Kanyumba kau tuguthi tutharie gwakire nyumba tondu ni njui ni kuremwo remagwo ni guikara kuu tondu kanyumba ni kanyini. Niguo guku ndigukwenda. Anake acio moke ni kwenda giikaro giaku na anake acio aku. Nwanyita umarehe guku kanitha-ini abokire riu ni ndiraria. Umarehe guku kanitha-ini Jumatano. Nigetha tuthie kuria for the first time. Uri waigua gikwira ni nguthie? Tuthie kuo tuhoere na thuria ni magakorwo kuo tuhoere muci ucio na tumanengere na tumonie direction. Wo coke kwi mama. Naigua? Yeni mama araigua heo kuria ikogeka atia guku Nairobi. Nikio reka Nairobi. Kane atia? Wetekirite riu? Ti kurwara wi murwaru. Ni gukararia wakararirie. Ni ndakwiririe uguo thie tene. Nwanyita? Moka nikigira tumire ohone. Moka githe ndurahonire. Riu coka kuria. Coka ku ni ngugwakira nyumba. Mabati ndinamo. Ni ndiragurire mabati 30. Magugwakira nyumba handu kega. Nwanyita? Na gatanda ni ngukugurira na giti gia guikarira uke woe kimwe guku. Uthi wikarire. Tugagutwara na pick up njeru wega. Tukugurire murengeti mweru, shuka mweru, gatanda kieru. Uge wauma Amerika. Makuiria hau kamuri uraturaga kumere raturaga Amerika. Pigieni musema kofi. Hiyo ndio kasi. Simama. Wewe simama. Na wewe mzee simama. Hiyo ndio kasi yenu. First appointment nimekupatia ni huyu. Usijalishwe ati ufikirie ati ni pesa tutatoa, hapana. Just do the organization, do the planning. We want to resettle. Atu mushokie mushi. Umuthe oreire Nairobi kuma 1902.
Hiyo ndio assignment yenu ya kwanza, welfare. Alafu mkitoka hapa nitawapatia namba ya Rufina, just mtafutilie mjue anaendelea aje. Kama ako hospitalini, we need to go and visit her. Yeah? Sawa, thank you. Yeah, tuendelee hivyo. Na this a new arrangement ambazo zitakuwa zinakuja. Na hivyo tu ndipo tutaenda kwa sababu we need to change. Alafu tunataka wazee mutosharerie kiwanja. Tafuteni kiwanja afadhali hata Komboe tujenge kanisa. Hapa hii kuna limitation mingi sana. Hakuna kitu tunaweza kufanya. Ndio naona tunaongezeka, tukienda kujaa Mungu anatoa. Tena tunaongezeka, tena tukienda kujaa Mungu anatoa kwa sababu anataka space kubwa. Kama unajua mahali kuna kiwanja mzuri, Kagudo Road, Jogoo Road, hii Lusaka Road, mahali tu watu wanaweza kukuja. Town kama kuna hall unajua kubwa, we can take it. Bwana asifiwe. Ndio Mungu. Unajua Biblia inatuambia panueni nini? Panua hema zenu ndio niwaongezee. Kama hapa tushajaza, tumejaa. Lakini unakuta after 2 weeks tena tunapunguka kwa sababu tumeshindwa kupanua. Usipopanua maono yako utakufa kwenye hapo huko. Panua maono, hata kama ni biashara, panua hiyo biashara. Hata kama unauzaga shilingi 5, panua kubwa ikuwe ya kuuza shilingi 1000. Mzee, habari yako? Unaendeleaje? Labda nini? Labda mimi niko sawa. Si unaniona niko sawa? Hata mimi naendelea poa. Nashukuru Mungu kwa kwa kaburu. Habari ya masiku? Si baya. Dunia inakupelekaje? Ulipata mahali pa kuishi? Nilipata. Wapi? Msetu. Mzee mgani? Huyu? Ndio alikupatia mahali pa kulala? Good. Si umeona? Si umeona? Na mimi sikuwa najua nikisema achukue mambo ya welfare. Sikuwa najua. Sasa unaishi wapi? Huko? Naishi huko. Una tabia mzuri? Kuna tabia mbaya, kuna tabia nzuri tu. Wewe nasema kuna tabia mzuri. Mzuri kabisa. Unatulia vizuri? Haya, tulia vizuri. Unafaa kiatu namba? Namba 10. Sasa hiyo utatolewa wapi? Si watu tafutie namba ya kampuni ile inatengeneza viatu. Kwa sababu ile niko nayo ni namba 9, haiwezi kutosha wewe. Hebu pima hii. Kaa chini utoe tu mara moja. Wacha kufugua tunaielewa. Soksi miraruka. Wewe ni wanabatisa, wacha uogo, hata ni kubwa. Wewe ni wadamba 8, hata ujielewi wewe. Haikutoshi hiyo ni kubwa. Kumbe mimi niko na mguu kubwa hivi. Kai. Na ndivyo nilikuwa nakuchekelea. Hiyo ni kubwa toa. Nitakuletea. Rudisha hizo viatu yangu hapa. Nitakuletea. Niko nazo, weka tu hapo. Niko nazo. Nani anavanga namba 9? Mwanaume hapa. Shika, va. Ndogathi kugane ndako gaigire maguta. Nilipatia mkora ingine hapa viatu akaenda kusema ati nilimpatia kigogona amechukua. I was just blessing. That is my nature. I bless. Thank you, God, man of God. My nature is blessed. When nitakuletea niko nazo. Kesho ukujie. Kesho ni Monday. Tuesday. Si ndio? Tuesday ukuje. Na trouser hapa ni ngapi? We, othimire haha. Niwede rariria. Upime trouser, ujue sosi zake za trouser. I think niko nazo nyingi mpya na mashati mpya mzuri. Utangara. Sema unaweza kusmile.
utang'ara na utakuwa jega utoire ku kabla kwao mami aya baba eko athire ku kairetu gake kasista gaku kasista gaku good kimuhurire makofi baba wanyu hurira baba wanyu makofi uguo yes waweka mundu ndageia nawe Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Wangapi wako tayari kusikia neno siku ya leo? Haleluya. Mungu awabariki. Yes. Wewe siku ingine usikuje kutolewa kwa kiti yako na unatoka. Umesikia? Usijaribu siku ingine, utafukuzwa. Hii ni kanisa na tuna operate na maroho. Nitakwambia soka usoga ukisokaga. Welcome Dan. Welcome, lakini ningependa uongee na wazee ndio tuone kazi itaendelea namna gani. Kwa sababu tumebadilisha system ya operation. Unajua sabani tulikuwa na fugufugu. Tulikuwa na nini? Fugufugu. Fugufugu haina law. Is a jungle. Ni kama kambi ya jeshi, mkiwa huko barabarani huko mnapigana vita, ni yule anatoa bunduki ndio inafanya kazi. Bunduki ile imetoka mbele, hata kama ni kapisto, kale kamechomoka. Hata ukikuwa na ile kubwa pasuka, ikale kamechomoka kwanza ndio kanafanyaga. Sasa tumebadilika. We are church. Bwana Yesu asifiwe sana. We are a church. Na church iko na mutaratara. Sema mutaratara. Iko na mutaratara. Na mutaratara itapangwa. Kuna report, kuna kitu kinapangwa na wazee ndio kutoka sasa Sunday hii, wacha Sunday hiyo ingine kila kitu itachange. Ndio mutaratara ifanye kazi. Ndio Mungu alete watu wa kanisa. Wajeshi warudishwe kwa kambi, raia ianze kutawala. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Yes. Wana youth, asanteni sana, niliona you are trying but you can do better. Violet. Wait, unaitwa nani? Medita na Kinabuju, you can do better. Niliona mpaka Otodi ni youth, lakini nimeona amepost kwa Facebook yake mapacha wawili. Sasa mimi nashaga. Lakini bado ni nini? Ni youth, which is also good. Bado ni youth. Asanteni sana. God bless you. Kwa wale ambao ni wageni, walevi, hiyo kimulevi kimeenda wapi? My friend. Ameenda? Kumbe alikuwa anataka tu kushika microphone. Ni vizuri. Let us accommodate them. That is what we've been called. That is my calling. Sijaitiwa watu wazuri, nimeitiwa watu wabaya kama wewe. Si unaona mzee kama huyu sasa amekuwa mtu mzuri? He's a good man. Yako happy my friend. Alitoroka. Oh, my friend is there. How are you? How have you been? How you going? Naona your smile. It's a good smile. These are the people mimi nimeitiwa. Kwa hivyo usinijali sana. Ukiniona na watu wabaya wananuka, wanafanya nini? Univumilie tu. Hata mimi kuna siku nilikuwa nanuka. Bwana asifiwe sana. Yeah. Salimia mwenzako, mwambie karibu kwenye ibada za leo. Mwambie karibu kwenye ibada za leo. Mtufungue kitabu cha Wafalme wa kwanza. Moha utabadilisha, ni Wafalme wa kwanza. Chapter number 8 ndio aya. Chapter ndio aya. Namba 8 tutaanzia hapo mstari wa 22. Lakini topic ni ile ya asubuhi tulisoma kwa Kiingereza. Sasa tutakuwa tukikuwa na saa 2 kamili. Tutakuwa na English service. Tunaingia kama wa Catholic. Ukitaka kwenda nyumbani, tukimaliza hiyo ibada ya asubuhi, wewe unachomoka unaenda. Ama ukitaka kukaa, unakaa. Alafu kutoka saa 6
Ibada ya main service inaanza saa 5 mpaka tunamaliza saa 7 kamili. Baadaye wiki mbili zijazo nitabadilisha deliverance, nitakuwa nikifanya baada ya ibada zote kutoka saa 8. Bwana Yesu asifiwe sana. Yule mtu anasikia anahitaji tufautanishe, tutenganishe mafundisho na deliverance. Kwa sababu deliverance is a different thing. Nitafundisha mafundisho ya deliverance after saa 8. Kwa yule mtu anataka kubaki, anabaki, ndio anafundishwa ni nini. Ndio tuweze kuangalia, kwa sababu sasa nikianza kufanya deliverance, nitafanya deliverance nyinyi yote na hakuna kitu umeelewa. Nimekuguza tu, lakini hukuelewa ni kwa nini nimekuguza. Kwa hivyo utaenda tu hukuelewa kama umenini, ama umepona ama hujapona, ama umesikia vizuri ama hujasikia vizuri, ama ni nini ndio nikuguze. Kwa sababu siguzangi mtu hivi hivi. Lazima Mungu aniambie guza yule, kuna kitu nataka kuwekelea. Kuna wengine naguzaga kwa sababu ni wagonjwa. Na kuna wengine naguzaga kwa sababu kuna mafuta imeachiliwa juu yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo kuna utofauti. Na hiyo ninaifanyanga both katika ibada, katika kwa huyu mgonjwa na huyu ambaye anahitaji mafuta. Kwa hivyo ningetaka tuanze kutofautisha, ndio nakuelezea. Kwa watu wa mafuta utaona nimechange reaction yangu. Kwa watu wa mapepo utaona nimechange reaction yangu. Kwa watu wa kitu kingine utaona I'm speak, hata maneno matamshi ambayo ninatoa matamshi tofauti kulingana na Mungu amesema nini. So deliverance tutakuwa tukifanya baada ya ibada saa 8, lakini si saa hii na si saa hiyo ingine ndio tutaanza. Na wazee kuna kitu kinapangwa, by then tutakuwa tuko sawa. Asante sana kwa wale ambao waliombea Mr. Kiarie, wale wanaombea Rufina, wale walikuwa naniombea, na mimi nimekuwa na issue zangu kali kibao zimeniweza. A human being is a human being. Ziliniweza mpaka nikashindwa, nikakosa nguvu, nikakosa namna, lakini Mungu alisimama. Bwana Yesu asifiwe sana. Niwaambie ni nini? Niwaambie? Sitawaambia. Ndio mjue mahali imefika na mahali inafaa kufika. Asanteni sana, asanteni sana. Then Solomon stood before the altar of the Lord in the presence of the assembly of Israel, and spread out his hand towards heavens. And he said, Lord God of Israel, there is no God in heaven above or on earth below like you, who keep your covenant and the mercy with your servant, who walk before you with all their hearts. You have kept what you promised your servant David my father. You have both spoken with your mouth and fulfilled it with your hands, as it is this day. Therefore, Lord, God of Israel, now keep what you promised your servant David my father, saying, you shall not fail to have a man sit before me on the throne of Israel, only if your sons take heed to their ways, that they walk before me as you have walked before me. And now I pray, O God, let your word come true, which you have spoken to your servant David my father. Hallelujah. Hallelujah. Tunazungumzia kuhusu majukumu ya maombi. Assignment of prayers. Majukumu ya maombi. Maombi ni tofauti. Kuna maombi ya intercession, kuna maombi ya kivita, kuna maombi ya kushukuru, kuna maombi ya kuabudu. Maombi ni tofauti. Na kila maombi yanastahili kufanyika katika mahali panastahili. Mwanzo kabisa lazima tuelewe what is happening in your life. What is not happening in your life. Ni jinsi gani utaomba na jinsi gani utashukuru. Kuna kuomba na kuna kushukuru. Lakini wakati mwingine unakuta tumeambiwa ombeeni chakula. Do we give thanks because of food, or do we pray for food? Hallelujah. Do we give thanks, or we because they are there?
Bwana Yesu asifiwe sana. You are at war. What kind of battle prayers you do? Uko kwenye hali ngumu, ni maombi ya aina gani unastahili kufanya? Na hiyo ndio nataka nikufundishe, maana kanisa lisipoomba litawezwa. Watu wakikosa kuomba, juzi niliyokuwa katika ndoto, tulikuwa tumeenda mlimani. Kwenda mlimani kuangalia nyuma, nilikuwa nimebeba watu lori mzima, lakini kuangalia nyuma nikakuta sina mtu. Kwa nini? Kwa sababu walififia njiani. Nikatembea nikajikuta peke yangu. And when you stop praying, enemies will rise up. Maombi yanasaidia kupigana na maadui. Maombi yanasaidia kukupatia direction. Maombi yanasaidia Mungu akuzungumuzie. Maombi yanasaidia Mungu akuwezeshe. Maombi yanasaidia wewe kuweza kujielewa. Bwana asifiwe sana. A man or a woman who does not pray, anashindwa. Vita vikitokea atashindwa. Atakosa mwelekeo, atakosa direction, atakosa muongozo. Basi itakuwa chochote kitakachofanyika katika maisha yake hakitafaulu. That is why tumeambiwa ni muhimu kuomba. Na ndio nimeona siku ya leo nikufundishe tu, maana nimeona tumeenda sana lakini hatujielewi. Kanisa hili halijielewi hata kidogo. Kanisa la sasa halijielewi hata kidogo. Kila wakati Yesu alitoka, alienda akapanda mlima, akaenda kuomba, walikuwa namuona the following day. Lakini wanashindwa Yesu ameenda wapi? Lakini every time anaamuka, anaenda na watu 6, anaenda kiwango fulani cha mlima, anawaacha hapo. Anachukua 2 kati yao 6, anaenda kiwango kingine ya mlima, anawaacha hapo. Kisha baadaye anapanda kwenda peke yake. Maana levels za maombi ni tofauti. Levels za watu na kuelewa maombi na kuelewa ni jinsi gani ya kufanya mambo ni tofauti. Na hiyo levels ambazo ni tofauti lazima tuzielewe kwa njia ya utofauti. Maana hatuwezi kufaulu kama hatuelewi tuko katika level gani, tuko katika kiwango gani cha maombi. Wewe unaweza kuwa ni mgeni, umeokoka leo, kisha uingizwe katika maombi ya kupigana. Utashindwa vita, maana hauelewi utatumia nini katika maombi ya kupigana. Wewe ni mgeni, umeokoka leo, kisha ukaingizwa katika maombi ya kufunga na uelewi kufunga kunafungwa namna gani. Utashindwa kwenye hiyo vita, maana hauelewi. Lazima uelewe kutoka level moja hadi level nyingine, ujielewe na ujue ni kwa nini umeingia mahali umeingia. You must be able to understand the rationale of your prayers. You must be able to understand why the church, wakati huu tunaomba kwa nini. Ninaweza kuambia tufunge, lakini lazima niwaambie tunafunga kwa nini. Ndio ukienda kufunga usifanye mifungo ya ujinga. Maana maombi mengi tumefanya kwa ujinga. Ujinga ule wa kutokuelewa, sio ujinga ule wa matusi. Ule ujinga wa kutokuelewa. Tuko katika hali, kanisa imeingia kwenye hali ya vita. Alafu na mimi nimekuja nimewaambia simameni muanze kupigana vita vya kiroho. Mtaanza kupigana vita vya kiroho, lakini kufika mwisho nyinyi yote mtakuwa wagonjwa, mtakuwa na matatizo, mtakuwa na shida, kwa maana mliinuka kupigana na pepo ambalo hamulielewi. Kabla ya kuanza maombi lazima uelewe ni nini unaomba. Ukiingia mahali lazima uelewe mapepo ambayo yanamiliki katika maeneo kama haya. They are territorial altars, territorial powers, forces of darkness ambazo zinamiliki hii building. Katika eneo ya Mudhurwa kuna territorial altars, kuna territorial powers, kuna ngome ambazo lazima uzielewe ndio ujue utapiga injili yako namna gani, utafanya kazi yako namna gani, utaishi na watu wa hapa namna gani. Because the territorial powers ziko hapa, ziko na mbinu zake, ziko na nguvu zake, ziko na mamlaka yake. Na wewe sasa kwa sababu umeokoka, unakuja unaanza kupiga makelele, unaanza kushout, mapepo toka, mapepo enda, mapepo rudi, lakini hauelewi hata kidogo what you are doing. Hauelewi. Lazima ufanye kitu inaitwa spiritual mapping. For you to succeed in any warfare, in any prayer, you must be able to do spiritual mapping. Bwana Yesu asifiwe sana. The spiritual mapping is understanding. Gekomba, mimi nafanya kazi Gekomba. Gekomba inaitwa Gekomba kwa nini? Uanzie kwa jina.
Mimi nafanya kazi Muthurwa. Uanze kujua jina Muthurwa nimetoka wapi. Meaning ya jina Muthurwa. Meaning ya jina Nairobi. Nimeingia Nairobi. Mimi sasa naanza kazi kufanya Nairobi. Lazima kwanza kabisa understand jina Nairobi lilitokana na nani. Kisha uende mpaka yale maeneo unaishi Sinai. Kama unaishi Sinai lazima uulize, na hii si Sinai ile iko Israel. Hii ni Sinai ya Mukuru hapa chini. Ni manyumba ya mabati. Ni kwa nini iliitwa Sinai? Kwa jenga. Ni kwa nini kuliitwa kwa jenga? Kwa Ruben. Ni kwa nini kuliitwa kwa Ruben? So that you can be able to understand. Ninaishi majengo. Ni kwa nini majengo inaitwa majengo? Ukijua ni kwa nini inaitwa majengo, utaweza kujua walioanzisha ni nani, na walianzisha kwa kipindi gani, walianzisha kwa muundo gani, walianzisha kwa roho gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Now once you know the name of the place you are living, you will be able to understand the formation, the foundation behind where you are living. Kwa hiyo understand ile building unafanyia kazi ni building inaitwa nani, inaitanishwa na nani, ilijengwa na nani, utaweza kuelewa ni kazi gani ama ni nini kilifanyika huko, ni roho gani ambaye anatawala mahali hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama mfano ukiangalia Gekomba, Gekomba ni jina ya Gikuyu ama si jina ya Gikuyu? Gekomba, Kikomba, si Kikomba, ni Gekoba, jina ya Wakikuyu. Ni gukoba, Gekoba, gukoba, kuboro, kuomba, kuboro, gukoba ni kunani? Ni gukoba, kuboro, si ndio? Niguo, ni kuboro. Beatrice, ni kuboro, kukoba. Borrowing. Jina Gekomba ni borrowing. Wanaofanya Gekomba, how do they live? What kind of a life do they live? Gekomba kunauzwa ma second hands. Kwa hivyo unaongojea mzungu avae imuchokeshe ndio uletewe ukuje ununue. Yeah? Na kukopa, good. Kwa hivyo ushafanya hiyo kazi. Na kukopa bills. Wale wote wanafanya huko. Unakopeswa bills. Unaambiwa chukua bill, toa shilingi 8,000, utaleta shilingi 4,000. Alafu huko ndani Gekomba kuna watu wako huko, kazi yao ni kukopesa watu pesa. Na kazi yao ni kuchota kazi yako. Ukishindwa kulipa, unachukuliwa kazi yako. Because the foundation of Gekomba ni ya kukopa. Na si watu wengi najua wamekuwa Gekomba wakachomoka vizuri. Kwa sababu there is a spirit behind Gekomba. Labda uelewe katika ulimwengu wa kiroho, uvunje hiyo spirit, utaweza kufanya hapo. So that is the meaning, that is the essence of understanding the place you living, the place you are working, the place where you go. Lazima uelewe ulitoka Ukambani ukakuja Makongeni. Lazima uelewe Makongeni ni nini, ilikuwa Makongeni. Ni nani walianzisha Makongeni? Walianzisha wakiwa na mpango gani? Ni spirit gani? Uende Mukuru kwa jenga. Ni mahali panaitwa kwa maskwota. Ni mzee alikuwa anaitwa Jenga ndiye alianzisha. Na alianzisha akijenga nyumba za mabanda za makaratasi kwa sababu wao walikuwa masikini, hawangeweza kujenga nyumba mzuri, hawangeweza kununua mashamba, hawangeweza kuwa na plot yao. Ndio kwa maana wakajenga nyumba za makaratasi na kukaitwa Mukuru kwa jenga. Maana Mukuru ni mahali pa kutupa takataka. Ndio kwa maana kukaitwa Mukuru na kukaitanishwa na huyo mzee anaitwa Jenga. Kwa hivyo nini inatembea huko? Ni roho ya jenga na roho ya umaskini. Bwana Yesu asifiwe sana. Baada wakati huyo mzee alikufa, si alikufa juzi. Huyo Jenga alikufa. Alipokufa, saa hizi mashamba yote huko imekatakatwa, Wahindi wamechukua mashamba yao. Sijui mliona ubomoaji ukifanywa huko. Ubomoaji mkubwa alipokufa. Roho ambayo ilikuwa imekamata hiyo ardhi ilipoondoka, wenyewe walikuja. Maana ni mashamba ya Wahindi. So it's very important for you uanze kufanya na kitu kinaitwa spiritual mapping. Ukiingia kanisa kama hii, lazima ufanye kitu kinaitwa spiritual mapping, ku understand ni roho gani anatembea kwa kanisa hii. What kind of a spirit? That's the Bible says. Katika neno lolote unaambiwa, nikikwambia unabii, nikikwambia jambo lolote,
you need to interrogate the spirit behind me. Not all spirits are from God. You need to interrogate. Before the prophetic word I tell you, you need to understand where is the root cause of the prophetic word I'm releasing to you. Yes, I know. Therefore, it is very important to do the spiritual mapping of the area you are, of the kind of business unayo. Nani alikuintroduce kwa ile biashara unafanya? Kama unauza nguo, lazima uliintroduciwa kuuza hiyo nguo na mtu mwingine. Huyo mtu aliyekuintroduce alikuwa nani kwako, na alikuwa na nini, na huko anajulikana kama nani. Bwana Yesu asifiwe sana. So it is very important for you ndio uanze kuunderstand, ujue, ndio uelewe kushinda vita vya maeneo unaenda. Kama ni tumeanza vita vya kupigana hapa, kuvunja madhabahu ya shetani, kuvunja madhabahu yoyote katika mahali hapa, lazima tujue ni nani walianzisha hii building, ni ya nani, ilianzishwa na nani, alijenga na nini, alijenga kupitia nini. Then that only you can do it by doing what we call spiritual mapping. Spiritual mapping ni kuipenya katika ulimwengu wa kiroho na uweze kuelewa ni nini, utapata ufunuo. Once ukipenya katika ulimwengu wa kiroho, utapata ufunuo wa kujua ya kwamba wale watu walianzisha mdhurwa walikuwa waganga, walikuwa wachawi, walikuwa wahindi, walikuwa wa Somali, walikuwa wa namna hii, walikuwa wa Kikuyu, walikuwa Wakamba, whatever they are. Then once you understand, uta-understand ni nini walitumia. Walipokuja hapa, walikuwa wanamuita Mungu mgani. Nairobi iliitwa jina Nairobi na Wamaasai waliokuwa wamekuja kuchunga ng'ombe, walikuwa katika mapito yao, wakaingia kwenye mto huu unaoteremuka hapa, wakaona mto uliokuwa na maji baridi, wakaita mahali hapo Nairobi Engare. So unakuja unajua jina ambalo limeitanishwa na Nairobi ni jina la Kimaasai. Kwa hivyo walipokuja hapa wakapata maji mazuri, walikaa mahali hapa na wakakaa zaidi, na walichinja ng'ombe na wakatoa madhabahu. Achana mtoto, wakatoa madhabahu, wakatoa mang'ombe, wakachinja mambuzi, wakachinja zile zitu zote wanafanyanga ambazo zinaambatanishwa na madhabahu. Kwa hivyo waliinua madhabahu hapa. Ndio kwa maana jina lao lilidumika. Capital City ilikuwa haifai kuwa hapa. Capital City ilikuwa inafai kuwa Machakos. Until today, ukienda kwa vitabu vya kiserikali, Capital City ni Machakos. Lakini reli venye ilikuja kwa Wahindi, ikapita nje ya Machakos, ikang'oa, ikafanyika Machakos haiwezi kufanyika the city. Kwa sababu reli imeipita nje ya Machakos. Ikakuja ikashuka mpaka hapa. Mudhurwa ni part ya that thing. Huu tunyumba unaona ni twa 1920s. Ni twa zamani. Waliojenga ni nani? Ni hawa Wahindi waliokuwa wakijenga reli. Na ndi walikuwa na mwito moja. Na hiyo mwito yao ilikuwa nini? Harambee. Harambee sio ya Kikuyu, harambee sio ya Kenyatta, harambee sio ya viongozi wa Kenya. Harambee ni kitu inaitwa ya Muhindi. Na nini inamaanisha nini? It is Hare Ambe. Hare is their God. Hare Krishna, it is their God. Ambe ni kama kusema Bwana asifiwe. Kwa noti yenu mumeandika nini? Harambee. Kwa maisha yenu kwa kirauni ya serikali ni nini? Harambee. Meaning that hata tukae namna gani, bado tunatumikia miungu ya Kihindi. Na ndio naona Wahindi hawana mashamba, Wakikuyu ndio wako na mashamba, Wakamba ndio wako na mashamba, Wakisii ndio wako na mashamba, lakini Muhindi yako na pesa na anakaa nyumba ya kukoboa pale Gara. Ameajiri watu 1,000,000. Because noti imewekwa Mungu yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Noti ya Kenya imewekwa nini? Their God. And there is nothing you can be able to do. Kenya imejaribu kujenga reli na wa China, imefika hapa. Huyu president wetu akaichukua akaipeleka kwa shamba yake, ikaishia hapo, akarudi ya Wahindi. Sasa kutoka Naivasha kwenda mpaka huko Kisumu, Butere, Mumias, yote ni ile ya Wahindi inafanya kazi, because their God alifika hapo na akasema no, hauninyang'anyi territory. Reli ikarudi.
Kuna railway na kuna SGR. SGR ni ya Moshina na ile ingine inaitwa Kenya Railway. Hizi unaona tunakimbia hapa zikienda Dadora, zikienda wapi? Hizo sasa ni madhabahu ya mwidi kwa sababu ni Kenya Railway. Lakini ukienda pale Syokimau uingie hiyo ya kwenda huko inaitwa SGR. Hiyo sasa ni Mungu wa nani? Ni territory ya China. Walichinja manguruwe, mliona picha. Walichinja manguruwe, wakachinja mang'ombe wakati walikuwa naanzisha, wakaferment wakasema Mungu wetu asimame. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo kuunderstand, kujua ni mahali gani uko na ni nini kinatawala mahali hapo, utajua. Hapa ni roho ya Wamasai, maana Nairobi ni jina la Kimasai. Walitoa madhabahu, wakachinja mambuzi na wakainuria Mungu wao madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na huyo Mungu wao wamemmaintain. Na ndio naonanga ng'ombe za Wamasai hapa zinakuja, zinaingia kule kwa soko, zinakula na zinarudi peke yake, zinajitawala. Maana ziko kwenye territory yao. Sasa wewe Mkikuyu, nenda ukapage kabura, chukua ng'ombe zenu 5 lete Nairobi. Zikaribie kukanyaga pale Dagoretti pale hivi kuvuka Nairobi. Askari wakajo ndio hao. Utaenda kuzichukua na huko. Wanapelekaga wapi? Dagoretti. Utazipata huko za Mkikuyu. Lakini za Mumasai na hakuna mtu anazichunga, zinatembea huko peke yake. Kwa sababu it is under their territory, under their altars. Na kujitoa ama kuelewa ndio hapa area hii ikukubali. Lazima uelewe Nairobi ni ya kina nani. Ujue ni ya kina Masai. Na ndio naonaga Musugu anapanda ndege kuja kuona Mumasai. Hakuna Musugu amewahi kuja kuona Mkikuyu. Na Wakikuyu ndio wako na akili. Musugu wako na akili kuliko Mkikuyu, lakini anapanda ndege kuja kuona mjiga anaitwa Masai. Uniambie kama ni mjiga. Juzi niliana mzee mwingine alikuwa na shuka, alimpeleka mtoto wake shule. Tunasemeka pesa yote ya serikali sijui percentage fulani ipelekwe northeast and north frontier huko kwa sababu huko kuna shida mingi sana. Huyo Mumasai anasema aliuza buzi ngapi? Buzi 3, akalipa school fees ya mwaka mzima. Nani masikini? Pesa yote ya CDF inapelekagwa huko kwa sababu ya kupigana na umasikini. Ni kwa nini? Kwa sababu maeneo makubwa ya nchi ya Kenya inamilikiwa na Wamasai. Nakuru ni jina ya Kimasai. Nyahururu ni jina ya Masai. Nyeri ni jina ya nani? Ya Masai. Meru huko ni majina ya Kimasai. Wende baka hapa Gikuyu ni jina ya Masai. Uliza watu, hakuna mtu anaishi hapa Gikuyu Kiambu yote. Hakuna Mkikuyu, hakuna. Usidanganywe ati mimi ni wa Kiambu, ni Masai. Wakikuyu wako Murang'a peke yake. Nyeri ni Masai. Nyeri ni jina ya Kimasai. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio naonaga watu wa Nyeri ni maworia kwa sababu walitoka pande ya Saburu. Naonaga hata bibi ukimgoromokea kidogo anakuambia ni ukonyona. Ni ukonyona. Ate todonoga ni akosomithia ri. Agigusomithia ri we asomete ri. Mimi si Mary sina ubaya. That is the answers. Uende Moro ni jina ya Kimasai. Uende mpaka huko, mpaka Eldoret ni jina ya Kimasai, sio ya Kalenjin. Wamemiliki pati kubwa ya nchi. Na ndio naona juzi niliona huyu senator mmoja hapo anaenda buge na mashuka. Hebu enda na shuka wewe. Enda na shuka buge. Uone kama hautatolewa. Utanyanyuliwa na utolewe nje. Lakini yeye anafahamu mashuka, anasema this is my tradition. Maombi buge ikifunguliwa lazima Masai aombe. Lazima Masai akue ndani ya buge aombe. Ni kwa nini? Because they control the territory. Where the capital city is, it is their territory. It is their altar. Where the parliament is, it is their territory. It is their altar. So the God that is heard there, Mungu mwenye anasikikaga pale, ni mwenye ako kwenye hiyo territory. Bwana asifiwe sana. Ndio unaona kazi zetu nyingi zimekwama. Mipango yetu katika maisha yetu imekwama. Ulitoka wapi? Ulitoka huko Makueni. Makueni kuna miungu ya Makueni, lakini pia Nairobi kuna miungu ya Nairobi. So ukiingia maeneo ni uweze kuelewa ni miungu gani inatawala. Sasa hiyo nimewapatia ni ya Nairobi.
ukuje sasa maeneo kama sasa hapa Kaloleni ama hapa Mudhurwa ama mahali popote hapa, uunderstand jina la Mudhurwa lilitoka wapi, jina la majengo inahusishwa na nini? Na usherati. Bwana Yesu asifiwe sana. Usherati ndio ina thrive majengo yote ukienda, it is poverty and prostitution. Tunyumba tuote twa majengo hata Tanzania, uende Tanzania, uende Arusha, uende mahali popote mahali kuna majengo, utoke hapa uende Nyeri majengo, uende Kisii majengo, uende Kisumu majengo, zote nyumba zinafanana kwa sababu zililetwa na watu walikuwa naitwa Waswahili na walishamiri katika hali ya usherati na walishamiri katika hali ya umaskini. That is where until today majengo zote it is about prostitution and poverty. So how can you be able to prosper? Lazima ukielewa ni ngome gani, ni miungu gani inatawala mahali hapo. That is when you come and raise an altar. You ask God, wachana ni na huyo mtoto. You ask God, who controls here? Then God, through a revelation, he will give you revelation to understand what kind of powers that operate here. Kutoka hapo anakupatia jawabu, niinulie madhabahu hii, toa sadaka hii, tuweze kuvunja madhabahu hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Juzi hapa tulisoma kuhusu Jerusalem. Mpaka leo Jerusalem ni mji ambao umekuwa na vita. Watu wa Hezbollah, watu wa Israel, watu wa Palestina wamekuwa wakipigana. Yasir Arafat alikufa akipigana. Watu wameuliwa wengi sana. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya hiki tumesoma katika kitabu cha Solomon, King Solomon, kitabu cha Solomon chapter number 8, First Kings chapter number 8 verse 21. Solomon stood before the altar of the Lord, and he built an altar for God. When King Solomon built, alijenga temple for God. Alijenga pale Jerusalem. But let's go back to the name Jerusalem, and let's go back. Where is Jerusalem built? Jerusalem is built katika nchi ya mtu anaitwa Mkanani. That is biblical. Ezekiel 16 inazungumzia kuhusu Ezekiel 16 verse 1 inazungumzia kuhusu mtu ambaye anaitwa, akaambiwa mama yako ni Mhiti, baba yako ni Muamori, na wewe umeshaliwa kwenye nchi ya Mkanani. Na inasema nini? Wewe Jerusalem uifahamishe Jerusalem machukio yake. Why is Jerusalem suffering? Because your mother is a Hittite and your father is an Amorite, and you were born, kuzaliwa kwako ni katika nchi ya Mkanani. Kwa hivyo Jerusalem imezaliwa katika nchi ya Mkanani, lakini aliyemzaa mmoja ni Muamori na ule mwingine ni Muhiti, wote ambao walikuwa wamelaniwa. Naye nchi ya Mkanani ni nani? Ni mtoto wa nani? Mkanani alikuwa mtoto wa nani? Kanani ni mtoto wa Hamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hamu alifanya nini? Hamu alilaaniwa. Ham was cursed because of seeing the nakedness of his father. So he was not cursed. Ham was not cursed. The curse was released. Lakini haikushika Ham, because Ham ni baadhi ya wale waliingia ndani ya Sabina, na wale waliingia ndani ya Sabina walibarikiwa. Kwa hivyo mtu ambaye alikuwa amebarikiwa na Mungu mwenyewe hangelaanika, lakini kizazi chake kitalaaniwa. Haleluya. Ndio naona David amefanya makosa mengi, lakini laana ya David imewapata watoto wake. Hello. So Canaan, it is the origination of a curse. Then Jerusalem ilijengwa juu ya Canaan. Mpaka leo the land that Jerusalem is built, it is the foundation of Canaan. And Canaan ilisema they will never see peace. Has Jerusalem ever seen peace? It will never see peace until today. Na kile wanachokipigania ni nini? Wanapigania msikiti uliojengwa na Suleiman. Watu wa Freemason wanaabudu kupitia huo msikiti. Watu wa Islam wanaabudu kupitia huo msikiti. Wayahudi wanaabudu kupitia huo msikiti. Every community wana claim that part of that mosque. Wanasema ni yao.
because it has got a connotation of a foundation. It is an altar. Na hapo ndio Solomon aliambia Mungu, watu wako watakapokosa, wakuje kwako watubu madhambi zao, waungame wainue mikono yao juu, uwasikie. Watakaponyoosha mikono kupitia madhabahu haya, watubu dhambi zao, warudi kwako kwenye madhabahu hii, basi na wewe uwasikie ukiwa biguni. Kwa sababu ni madhabahu. Madhabahu ndio ina control. Madhabahu ndio inasema, sio kuokoka. Kiokoko chako ni cha kukufungua macho uone mahali unaenda. Kuokoka ni kupatiwa nguvu ambayo haina watu wengi. Ni kupatiwa uwezo ambao watu wengi hawana. Unafunguliwa macho, inaweza kuona kitu ambacho wengine hawakioni. Hiyo ndio meaning ya kuokoka. Maana wakati wa baraka zilikuja, Abraham alibarikiwa, hakuwa ameokoka. Joseph alibarikiwa, hakuwa ameokoka. Uokovu umekuja baada ya Yesu Kristo. Na Yesu Kristo alikuja kutuunganisha, kurudisha ahadi ya Mungu na binadamu. When God created man, na hafu man akafanya madhambi, akaondolewa kwenye shamba ya Eden, Mungu alifanya plani zake zote, akaleta Yesu ndio alete lile agano lake na Mungu, ndio iweze kurudi. Yesu came to return the covenant of God, to make you understand yourself and you have superior power than anybody else. Kuokoka sio ukue mjinga. Kuokoka ni kuelewa na kujijua na kupata nguvu ya kujua ni kwa nini nilikuta baba yangu akiabudu nyoka. Is it part of godliness? No. Ni kwa nini nilikuta baba yangu akiangalia Mount Kenya na anaita Mungu wa Mount Kenya? Ni kwa nini nilikuta baba yangu akiuchinja mbuzi na halafu wanachinja, wanaangalia matumbo, wanasema kutanyesha mvua? Those are the altars that they control. Na hizo zinaitangwa territorial altars, sacrificial altars, ambazo zinatolewa madhabahu na ziko na power katika maisha yako. Hiyo ndio vitu vimewafunga. Maana mama yako, baba yako alikuwa mganga na alikuwa mchawi. Kama mama yako alikuwa mchawi ama alikuwa mganga, ama baba yako ama babu yako ama babu ya babu yako, na hayo maneno hayajavunjwa bado yako, ama yalivunjwa, Catholic Church ilikuja wakachukua hizo mavibuyu wakaenda wakachoma, na hawakuvunja ile madhabahu. Anko yako aende kwa mganga, ile madhabahu inafufuka. Sijui kama unanielewa hapo. Kukue tu na mtu mmoja katika familia yenu, nyinyi yote mumeokoka kwa sababu mlienda AIC, mkaenda Catholic ama mkaenda ile neno kanisa mlienda. Lakini kutokea mtu wenu mmoja, anko ama anti na uko bali, aende kwa mganga, na hapo kulikuwa na madhabahu ya kiugaga, ameactivate na itawatawala kwa sababu haijavunjwa. Hata uokoke kwa miti, hata ukue pastor namna gani, hata ukue muinjilisti namna gani, kama hiyo kitu kuna mtu ameifufua mahali, nyinyi inawatawala. Ndio unaonaga mapasta wengi ni wako kwa madhabahu, lakini bado ukimuona tabia zake na mando yake anafanya kiugaga, kwa sababu formation yake ameactivate. Once you activate, hata kama sasa mimi nimeokoka, nikiokoka hivi nimeactivate ulimwengu wa kiroho. Kuokoka kwangu kuna activate ulimwengu wa kiroho. Na huo ulimwengu wa kiroho ukikuwa activated, roho yoyote inaweza kuingia. Ni kama useti mabati hapa ama uache maji hapa. Maji umwage tu, haijalishi kama ni ya choo ama ni ya nini. Kisha uweke unyaya wa stima, uweke hapa, iguze hapa. Shoku itapigwa na kila mtu. Itawapiga nyinyi wote shoku. Kwa sababu ya nini? Imeactivatiwa na moto. Na katika ulimwengu wa kiroho ni moto ambao unahitaji tu connection. Ukiconnect upande wa wachawi inaenda, ukiconnect upande ya waganga inaenda, ukiconnect upande ya Mungu inaenda, ukiconnect mahali popote utaconnect, itafanya kazi. Ndio utakuta kuna mtu hapa anafanya visara kazi, anaruka hapa anajiita nabii, na anaona kabisa na hako kwenye madhabahu, na huwezi kumchallenge. Huwezi kumchallenge kwa sababu ataona na atakwambia mama yako ni kiwete, si anataka hivi. Na unaona kweli anataka hivi. Lakini ameactivate nini? Ile roho ya wagaga ya guka yake. Kwa hivyo lazima ujielewe, ujue kabisa wewe ambaye mimi nakuoa wewe, Alice ninakuoa leo. Mimi origination yangu ni wapi? Unielewe.
uelewe wazazi wangu kama walikuwa wachawi ama wagaga. Uelewe walikuwa wanaishi namna gani. Kutoka hapo ndio utaanza kujijua na kuelewa utaishi maisha magani. Ama ninaendelea nitaoana na huyu ama sitaoana na yeye. Kwa sababu ninakuja na kumbe kwetu sisi ndio tunakuza mizimu. Hiyo mizimu tutazaa mtoto aliye na mizimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutazaa mtoto na chochote tutakachokifanya kitakuwa katika ulimwengu wa mizimu. Kwa sababu foundation yangu, nimekuja na uchawi zangu, nimekuja na uganga yangu, tumeshikana na wewe. Alafu nayo kwenu, baba yako alikuwa anapika pombe, alikuwa anafanya mambo kafara hii, walikuwa naenda kwa waganga. Sasa tumekamatana. Na madhabahu utafutana. Bwana Yesu asifiwe sana. Madhabahu utafutana. Ndio unaona si vizuri kukimbilia. Ukipata mwanamke wa kuoa ama mwanaume wa kuoa, don't rush. Don't look at the time. Tunasema siku zinaenda, wacha ziende. Kwani ulikuwa wapi hapo bereni? Wacha ziende, but make the right decision. Most of us, we are in marriages ambazo they are wrong marriages. Controlled by altars za kishetani. Altars za waganga, altars za vitu ambavyo hauvielewi. Wengi wetu tuko kwenye biashara ambazo zinamilikiwa na ngome za madhabahu ya shetani. Wengi wetu tuko katika maeneo, we are in countries that are dominated. Tumetoka hapa, kumbe ni pepo lilinitoa hapa likanipeleka Amerika. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwingine wetu ametoka kama my brother pale, alitoka kutoka kwa Bokusu mpaka Meru, mpaka Turukana. Kumbe ni lipepo la usherati lilimkamata likampeleka mpaka huko, likamlipia mpaka fare, akaenda mpaka huko, akaenda kuwa frustrated at the end of the day. Because it is about killing a destiny. Any demonic altar is meant to kill your destiny. The day you succumb to it, the day ukifuata na ukae kulingana na hiyo, uingie kwenye hiyo madhabahu, kutoka hapo start counting the destiny yako imeanza kuvunjwa. Because the meaning, maana ya altar kukuja, altar ya kishetani, maana yake kutumwa katika maisha yako, imetumwa kwa kusudi moja tu, kuhakikisha hakuna kitu kitaendelea katika maisha yako. Ndio naona watu wengi, ukiangalia mtu wa sura yake unaona anakaa pesa lakini hana. Unaona mtu sura yake anakaa mtu ambaye ni tajiri fulani mkubwa sana, lakini ukitafuta utajiri yake hakuna. Unaona mtu anakaa ni mrembo, ni mzuri sana, ni mtu mwanaume kizuri kiblack, tall and handsome, lakini hakina mke kama mimi. Sasa unashindwa. Wanawake wote huku wanakupenda. Hata wanakuandikia to inbox, I love you, you look handsome, you look what. Lakini ukienda sasa kusema wewe nataka nikuoe, unakuta kuna kitu kinaenda hivi. Bwana asifiwe sana. So until niweze kuidentify guka yangu alikuwa na bibi wangapi, baba yangu alikuwa na bibi wangapi, huko nyuma kuliendaje huko, ndio nivuje hiyo madhabahu niweze kujenga yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. My grandfather alikuwa na wanawake 30. No wonder niko na watoto wengi hivyo. Kana atia. Lecho hiyo ni kitu nimekuja kuwaza juzi tu. Wakati wa boy wangu anaolewa, nikaona vitoto vyangu vyote viko hapa na hakuna hata kimoja kia mama na mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nikafanya ndio, nikaenda nikauliza mama yangu, nikamuuliza kwani kulikuwa na idaje? Akaniambia guka yako wewe toketie guka guo. Guka kumbe alikuwa na wanawake 30. Na alikuwa na watoto. Sasa ukiangalia hivi vitoto vyangu vyote ziko na mama. Si hao mama tumeshikana. Alice. Najua sasa hiyo ni topic ya wale watu wanasikilizaga kwa Facebook na wale wanaodaga. Na nataka na wamenyamaza sana. Sasa nataka kuwatengenezea ka topic ya kuongea. Mbona nemo maraya? Najua lazima niwatengenezee, anatuoji saa hii. Lazima niwatengenezee ka topic. Usiwahi kubali adui yako akose kitu ya kusema kuhusu. Bwana Yesu asifiwe sana. TV yetu Bethel imejulikana sana. Maadui ndio nyinyi hapa. Hakuna kwenu mtu anaonanga Bethel, watu wa kanisa hii. Lakini maadui wameambia watu ikorera Bethel TV, uikorera rauga, wametusabasa. Tunamjulikana Bethel imevuma kuvuma. Ukikosa maadui hakuna mahali unaenda. Hakuna mahali unaenda. Ukikosa kabisa mami, umesikia? Tengeneza.
Ukikosa adui kabisa katika maisha yako, tengeneza. Nikikosa nitakuja nitakukanyaga tu mguu.